Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bado tupo katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na leo iko ni Ramadhani ya 22. Wakati huu wale ambao wametangulia wakiwa hapo ndani ya saumu ya 23. Leo nataka ujitathmini katika nafasi ndogo tu katika masiku haya 22 toka tulipoanza mpaka kufika hapa. Na inshallah tunaomba Allah tabaraka wa taala tujalie tuweze kumaliza huu mwezi kwa salama na amani, na Allah kubali funga zetu. Kumi la mwanzo, kumi la rahma limeitwa kumi la rahma kwa sababu Allah tabaraka wa taala huwatazama waja wake kwa huruma zake katika hali ya namna hiyo, katika makosa ambayo tumeyafanya na adhabu kali ambazo Allah ameziandaa kwa kila yule mja ambaye alikuwa muasi. Anaona kabisa waja wangu hawa hawezi kuvumilia adhabu zangu, kwa ndio maana akawa anahurumia waja wake katika ile kumi la mwanzo. Jiulize katika nafsi yako, ile huruma ya Allah uliipata? Ile swali la mwanzo. Lakini jitathmini kwa mara ya pili, likaja kumi la maghfira, kumi la Allah. Kazi kumi hili Allah tabaraka wa taala anafanya kazi ya kuwasamehe waja wake katika makosa ambayo wameyafanya ndani ya mwaka mzima. Kwenye kipindi hiki cha miezi 11, kwenye kipindi hiki cha siku 30 ama siku 29, Allah tabaraka wa taala huwasamehe waja wake. Wewe msamaha wa Allah umeupita? Msama Ramadhana, bwana mtume anasema imanan wa ihtisaban, mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani na akitarajia malipo kutoka kwa Allah, asemaje? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Mwenyezi Mungu mswamehe huyo mja makosa yake yote, madhambi yake yote. Katika hali ya namna hiyo msamaha wa Allah umeupata. Na kwenye msamaha wa Allah hapa ndo kwenye mafanikio ya mja. Unajua wakati mwingine maisha ya mtu yanaweza kuwa magumu, mipango haipangiki kwa kukithiri zile dhambi kuwa nyingi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anapokusamehe katika makosa yako, pia hii inakwenda kukusafishia hata katika njia yako